Bwana Smart Sana Handsome, nipo na moja kati ya makomedian ambao wameweza kufika hapa hivi kwenye Geita Comedy Show, na ni moja kati ya makomedian bora kabisa na content creator wazuri. Inakuwaje kaka? Kama ndugu yangu. Mbona unataka kinyonge? Unajua sio unyonge, ila naangalia mpangilio wa nguo na rangi. Kaka mimi mweusi wewe. Ndio maana nikaamua kujidrip hivi white nini vizuri au kuvalisha. Hapa nimevalishwa na designer mmoja anaitwa Subo. Asibu atabidi anitafute na mimi mtu mweusi anipangie. Akumalize. Ndio. Bwana, nafahamu kabisa wewe ni content creator mzuri na comedian mzuri. Hivi mara ya kwanza kulipokea hili swala la Geita Comedy ilikuwa ni vipi? Hebu na pia uanze kwa utambulisho wa majina yako. Kwa majina anaitwa Johnson. Ya, hivyo kifupi tu ni Johnson. Unajua nimekufahamu kwa Katembo kutumia sana Johnson. Hivi ni kwa nini walipenda kutumia hii content ya Johnson au kuna kitu behind? Yaani ukiachana na jina ni langu naitwa Johnson, lakini content yenyewe ilitaka hivyo. Yenyewe tu ikaseleleka. Unajua ni kama maji ukiamwaga hapa itaonyesha njia. Itaonyesha njia mwenyewe. Ya kuona yenyewe tu ionyesha ikipita hapa inakuwa vizuri. Ni kweli kabisa. Tumeona umekuja umevaa icon yako ambayo umekuwa ukishutia. Ukupata labda nguo zingine za kuvaa au umeamua kuja? Nguo ninazo ni nyingi, lakini kuna nguo moja ni ya kazi. Ndio maana mtu anafanya kazi hospitali anakutana na yule mkoti. Kwa hiyo ndo mkoti. Huyo ndo nguo yangu ya kazi. Sawa kabisa. Bwana, mapokeo vipi ya Geita Comedy? Nimefurahi. Kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza afu nimepokelewa kwa shangwe. Hivyo unajua comedian wa stand up watu wakicheka wamempokea. Kwa alipocheka nikapata faraja, nikaona kumbe ninaongea. Nimepokelewa. Ni kweli kabisa. Tumeona moja kati ya comedian kutoka Geita, namzungumzia Shafii, aliwahi kusema kwamba hii stand up comedy ni ngumu sana kuliko kufanya hizi content za kushuti. Kwako wewe ulivyoanza unafanya shooting na pia unafanya stand up. Kwako wewe ni kipi ambacho kwako ni bora zaidi? Kaka, vyote ni bora na vyote ni vigumu. Vyote ni vigumu. Vyote. Lakini kile ambacho unakiwezea sana, kwa kuwa mimi ni base na content creator, naweza kusema hiyo ni bora na ni ngumu zaidi kuliko hii. Ila hii ni ngumu pia. Kwa kila moja na nafasi yake. Hebu ile kwa asilimia. Kwa asilimia kama create na asilimia 100 hii basi itakuwa na 99. Zinapishana kidogo tu. Kidogo sana. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya stand up pia anaweza kufanya content za anaweza. Maana huku lazima umchekeshe mtu hapo kwa hapo unamuona. Na ni watu wengi, kila mtu ana macho yake amalienge mazuri. Kwa hiyo unaweza ukadaka pale ukapotea. Ukipotea hapo imeisha. Sawa kabisa. Lakini kule lazima uwaze kitu cha kumchekesha. Ukishakiwaza uwaze jinsi ya kukishuti. Ukishakiwaza jinsi ya kushuti uwaze jinsi ya kukiedit. Hapo ukiposti kipate views 100 kwa siku. Ni kweli. Umeona? Yaani usumbufu wote hapo wameangalia watu 100. Lakini watu 100 ukiwakusanya ni wengi. Ni wengi kaka, ni wengi sana, lakini ndugu yangu. Lakini si industry inalipa kwa jumla. Inshallah Mungu anasaidia. Mwanzo sio kama sasa hivi. Kidogo kuna haueni. Ni kweli kabisa. Na naamini kabisa kwamba kuna vijana wengi ambao wanatamani kuwa kama wewe hapo, na mimi ni mmoja ya mashabiki wako ambao nakufuatilia sana. Na hizi salamu mfikishie Katembo na wenzake bila kundi lenu. Kaka, ngoja wasitamani kuwa kama mimi kaka. Ila at least watamani kile ninachokifanya. Sasa kama mimi ni kijana wa ovyo. Sawa kabisa. Ila mimi ningependa ufikishe salamu zangu kwa kundi lenu lile. Kuna zile content ambazo huwa mnazifanya ni kama challenge za nyimbo. Mnakuwa mnafanya challenge ya wimbo lakini inakuwa na maudhui ya comedy, inakuwa na maudhui ya sina ni lakini ile ni moja kati ya content ambayo kweli ukija kwa content creator nyinyi mnatakiwa mpewe nafasi yenu kubwa sana. Ile content mimi natamani niwasifie sana, lakini sina huo uwezo. Ningekuwa na uwezo ningewapeleka kwenye jukwaa kubwa sana. Ila ile content ambayo huwa mnaifanya ni moja kati ya content kali sana, na wafikishie salamu mnaofanya nao kwamba Badamento mimi kaka wa taifa nimeiona ile kitu na naipenda sana, na hata wengi pia wanaipenda. Kwa kweli cha kwanza namshukuru Mungu kwa maana sisi ni watu ambao tulielewana. Ni kweli. Na tunashirikiana. Hivi mnapofanya vile content zile mnapokuwa wengi vile, kuna changamoto gani ambayo huwa mnaipitia? Changamoto ni kila mtu anakuja na matindo tofauti. Ni kweli. Tuko karibia 5 6 na kila mtu anataka aondoke na content 4 au 7. Umeona?
Kwa hiyo ina maana hapo ni changamoto kwamba lazima tumeki muda kila mtu apate kitu kizuri chenye ubora. Umeona? Kikubwa ninachomshukuru Mungu hatujawahi kudharauliana kwa idea yote ile. Sawa? Na ninachomshukuru zaidi kwamba mtu unaweza kaja na wazo bana, mimi na wazo hili, lakini tukakusaidia kimawazo au tukasaidiana kimawazo, ikawa wazo zuri, alafu kazi ikafanyika. Sawa kabisa. Ni bwana big time, na nilikuwa na moja kati ya ma comedian na ma content creator bora kabisa kwa kanda ya Ziwa. Ni bwana big time sana kwenye hii Geita Comedy Show, na hii hapa ni Green Carpet, mwananiza government smart sana. Hivi mimi nikuulize swali langu moja la mwisho la utata. Hivi una mchumba? Mchumba unaye? Mwenza wako? Unasema mchumba wako wewe? Hapana, sasa siku sijara.